Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi chetu hapa Media TV. Hivi leo niko na mgeni mtaalamu katika masuala ya kawi ambayo tunaita energy sector. Mafuta yameongezeka sana. Kabla ya kwenda hapo, nataka kukuambia kwamba ni kweli kwamba nilikuwa pale Harvard na nataka kusema kwamba pia attachment yangu nilienda pale White House wakati wa Rais Bush. Nilikuwa senior advisor katika upande wa kawi. Sasa tunaweza kuendelea na maswali sasa. So ungeweza hadi kueleza wa Kenya waweze kusaidika wakati huu ngumu wa kwa kweli ni kwamba mafuta yameongezwa. Sio hapa Kenya peke yake bali kote duniani. Na hivyo ni wakati wa Kenya kujizatiti. Ile tunaita tightening your belt. Na tuna tighten belts zote ikiwemo hata safety belt ya gari. Na kuna hatua ambazo lazima tuchukue ili kuweza kusurvive katika hii hali. Kitu ya kwanza, madereva wote ningetaka kuwahimiza kwamba lazima tusave mafuta. Na njia ya kwanza ya kusave mafuta ni ile ambayo tulikuwa tunasomea pale Harvard, inaitwa reverse psychology. Gari wakati inaenda mbele haitumii mafuta kama ikienda nyuma. Kwa hivyo kuanzia sasa mpaka mafuta yashuke, madereva wote wasirudi reverse. Wasikuwa narudi nini? Reverse. Na tena hiyo distance mafuta inatumia kurudi reverse itakuwa saved kwenda mbele. Kabisa. Forward ever, backward never. Backward never. Na unaenda nyuma kufanya nini? Tunaenda mbele. Tunaenda mbele. Okay. Tunasonga mbele. Hiyo nyingine ni kwamba madereva waache kupatia watu lift. Kwa nini? Sababu ukipatia watu lift unaongeza distance ambayo unakava. Nikuulize swali? Mtu ni wa mita ngapi? Kama mita 2. Kama mita 2. So ukibeba watu 4 hizo ni mita ngapi? Mita 8. So umeongeza mita 8 kwa gari yako? Kwa gari yako. Kwa hivyo ikiwa unaenda kilomita 1 itakuwa kilomita 1 na mita ngapi? Mita 8. Hujatumia mafuta extra? Mwenzangu, kama lazima upatie watu lift, lazima uwabebe hapa mbele. Usiwabebe huko nyuma, sababu gari huvuta na miguu ya mbele. Hiyo tulikuwa tunaita hydraulic energy momentum. Hiyo ndio inasaidia gari kuvuta na mbele. Kwa hivyo ukipatia watu ubebea mbele na ikiweza ubebea hata kwa dashboard. La tatu ambalo lazima madereva wafanye ni kutumia miteremko. Na ukiteremka usipande. Ukiteremka ukae huko chini. Ukae huko chini. Kwa mfano ukienda Mombasa, tuseme umeenda Mombasa kwa mfano. Kaa huko usave pesa ya mafuta. Enda lodging komboa tuseme 2,000 kwa siku. Alafu utakuwa umesave mafuta ya kurudi Nairobi. Sawa sawa? Utakuwa umefanya saving urudi ile siku itashuka mafuta. Kama kwako hapo kuna kamlima, unaweza shikana na watu njiji, mchimbe hiyo mlima itoke ili muweze kusave mafuta. Jambo lingine ambalo watu wanaweza kufanya madereva, wakati unanunua fuel, nunua usiku. Sababu usiku kuna baridi, kwa hivyo mafuta iko compact, imecondense na shrink, imeshikana, imelaliana ikashikana vizuri. So ikiingia kwa gari, ikipata joto sita expand. Tena si usiku, si mafuta simelala. So hiyo ni a lot of high science, high level science. In addition, mtangazaji, as you so call yourself, kuna kitu ingine madereva wanaweza fanya sahihi. Bei ya petroli imeongezwa. Unajua kitambo ulikuwa unapata gari unaweka full tank na 6,000. So saa hii ili full tank ijae
ni 8,000 hivi. So ili watu waweze kujaza full tank, enda pale jua kali. Reduce the size of the tank. Ndio utaweza kuweka full tank vile ulikuwa umezoea.